Lakini vile vile kuna taasisi hizi zinazotoa mikataba ya mlaji yenye vigezo na masharti. Kwa mujibu wa sheria ya ushindani kifungu cha 36 ndio kinaelekeza kwamba mtu yoyote anayetumia vigezo na masharti katika kutoa huduma kwa mlaji anatakiwa awasilishe mikataba yenye vigezo na masharti hayo Tume ya Ushindani, viweze kutathminiwa, kurekebishwa na kupewa approval au certification for approval ili viweze kutumika sokoni. Ndio. Kwa sababu vigezo hivi na masharti mara nyingi vinakwepa uwajibikaji au vinamkandamiza mlaji. Unaweza kukuta kuna masharti pale, ukiangalia mtu anapigwa penalty, anapigwa zile riba zile. Unaweza kukuta yani ni bila kurekebisha vile yule mlaji ile huduma ambayo alilenga kuipata. Tuseme anatafuta mkopo. Ndio. Kutoka kwenye huduma ndogo za fedha. Sisi haturekebishi, hatudhibiti sekta ya fedha, lakini tunataka kuwe na uwazi ili mlaji atakapokuwa anakwenda kutumia hii mikataba asiwe na mashaka, ajue kabisa kwamba ninatumia nikiwa najua kwamba vigezo na masharti hivi hapa vilivyorekebishwa ndio vinavyofaa. Lakini kama vigezo na masharti vilivyo pale havifai, nikitumia imekula kwangu. Kwa hiyo kuna taratibu ambazo hawa wanaotumia hizi, wanaotoa huduma hizi wanatakiwa wahakikishe wameleta mikataba hii FCC imefanywa tathmini, ndipo sasa waanze kuweza kutumia sokoni au waendelee kutumia sokoni. Kama walikuwa wanatumia mwanzo ambayo haiko hivyo, basi kishaletwa ikarekebishwa ndio waweze kuendelea sokoni. Kwa hiyo katika kampeni hii tunalenga kupeleka elimu kuhusu masuala haya, hasa kwa walaji, kwamba wajue kuna hivi vitu, kusudi wao wakienda kule kwenye kupata zile huduma wahoji kwamba hili likoje, hili likoje, mbona tuliambiwa kuna hiki na hiki, mbona hatuoni. Naam. Labda niongeze kitu hapo kidogo. Yaani huwezi kumzungumza mlaji bila kumtaja anayetoa huduma dhidi ya mlaji. Tunazungumza mlaji anakwenda kupata huduma ya bidhaa sokoni, lakini bidhaa hizo nimetaja hapa mfano wa vitu ambavyo vinaenda kununuliwa, kwa mfano simu, maji, soda. Lakini kilichogusiwa hapa labda kwa ufafanuzi, kuna yale mazingira ambayo huko mtaani washazoea. Kuna kitu kinaitwa mikopo kausha damu. Mikopo kausha damu inatesa sana wananchi na wajasiriamali huko mtaani. Sasa kilichozungumzwa na kiongozi pale ni kwamba kuna namna ambapo Tume ya Ushindani tunasimamia upitiaji wa vigezo na masharti vya ukopeshaji kutoka kwa watoa huduma. Manake huyu mkopaji ana haki ya kupewa mkataba uliopitiwa na Tume ya Ushindani FCC. Kwa maana kuwa aende kutumia au kupewa mkataba kopeshi ambao vigezo na masharti vyake vimeshapitiwa na Tume ya Ushindani, na kujiridhisha kwamba vigezo hivi haviende kumkandamiza sokoni. Kwa katika bidhaa hiyo sasa asije akachanganya na bidhaa ambazo nimezisema kwamba anaenda kununua simu, zile ananunua kwa pesa ndio. Lakini huku kuna mikataba kopeshi ambayo ina vigezo na masharti vimefichwa mle, vinaenda kumuumiza huyo mlaji. Kiongozi, hapo mimi ninajuaje naenda kukopa huo mkataba na ujuaje? Ndio nilikuwa nataka nije kusema kwamba kwa mujibu wa hicho kifungu cha 36 kimeunda kanuni sasa. Zinaitwa kanuni za kumlinda mlaji, kanuni za kusimamia mikataba inayoandaliwa na upande mmoja. Standard Form Contracts Regulations za mwaka 2014. Sasa zile kanuni zimeainisha mambo mengi mle, pamoja na vigezo na masharti ambavyo ni kandamizi. Vimeonesha mahitaji au maelekezo ya namna ambavyo yule mtu wa huduma anatakiwa awasilishe hiyo mikataba yake kwetu, na mwisho wa siku akishaidhinishiwa kutakuwa na cheti. Ndio. Atapewa cheti ambacho kinathibitisha kwamba mikataba yake huyu bwana imepitiwa na FCC. Kwa hiyo yule mlaji anapotaka kwenda kupata huduma, cha kwanza ajiridhishe ile mikataba ambayo inatumika imepitiwa na FCC. Yaani ana hicho cheti na kiko hai. Sawa. Ana hicho cheti cha FCC na kiko hai. Lakini je, endapo ana shida yoyote na huyo mtu, pia anaweza akaanzisha lalamiko FCC kuhusiana na huo mkataba aliopewa. Kuna namna ambayo
sheria imetupa mamlaka ya kuweza kutatua mgogoro wa namna hiyo. Ndio. Kwa hiyo kuna fomu ambazo zimeainishwa mle kwenye ile kanuni, ataziona. Ndio. Kwa hiyo atatumia zile fomu kwenye kuanzisha lalamiko dhidi ya huyu mtoa huduma kwa mambo ambayo hayakubaliani nayo katika kuna huyu mtoa huduma. Kwa hiyo hayo yote atayapata kwenye zile kanuni zilizopo za kumlinda mlaji kwenye mikataba hiyo ya mlaji. Tuje hivi juzi kati tuliona taarifa kutokea FCC ikielezea wao namna ambavyo wanaenda kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA walau kwenda kulinda haki ya mtumiaji kwa baada ya wananchi wengi ama mlaji kulalamika matumizi ya bando internet. Na hii inaingia kwa mlaji ama mlaji ni vile bidhaa tu ambazo tunaenda kununua? Mlaji ni mtumiaji wa mwisho wa bidhaa na huduma, lakini wamegawanyika katika mafungu mbalimbali. Kuna wale wanaotumia huduma bidhaa hizi za kawaida tunazonunua kila siku. Hawa ni walaji katika soko la ushindani. Ndio. Lakini kuna walaji wanaotumia huduma zinazodhibitiwa na mamlaka za udhibiti wa kisekta. Kwa mfano, anayetumia huduma za umeme, ndio maana yake wanayedhibiti pale ni TANESCO, ni EWURA. Anayetumia maji, anayedhibiti hapo ni EWURA pia. Wanaotumia simu na vitu vinavyohusiana na simu na huduma za simu kama ni bando kama nini ni watu wa TCRA. Ndio. Wanaotumia usafiri, unapokuwa unasafiri wewe unanunua tiketi unasafiri, wewe pia ni mlaji. Lakini unatumia huduma zinazodhibitiwa na LATRA. Unapotumia huduma za meli kusafirisha mizigo au kusafiri na meli, wewe unatumia huduma zinazodhibitiwa na TASAC. Unapotumia huduma za anga, unatumia huduma zinazodhibitiwa na watu wenzetu wa mamlaka ya usafiri wa anga, TCAA. Sasa hizi zote zina sheria zinazotumika kwa ajili ya kufanya shughuli kwa kuwalinda walaji wao. Ndio. Na kusimamia maeneo yao, kuhakikisha yanazingatia kanuni na taratibu za utoaji wa huduma. Lakini kuna maeneo ambayo tunashirikiana kwa pamoja. Inapokuja swala kama hilo la kumlinda mlaji, kwa mfano, inawezekana kukahitajika msaada fulani, kwa hiyo tukashirikiana katika kuona katika eneo hili tunawezaje tukatatua hili jambo. Ndio. Kwa hiyo tukaenda pamoja, tukakaa, tukajadili, tukashirikiana kwenye kulitatua. Kwa hiyo sasa huo ndio utaratibu ambao tunautumia. Swali linakuja, kwa nini usalama wa bidhaa au kwa nini bidhaa salama? Tunafikiaje lengo mahususi la kuwa na soko salama? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye swala zima la bidhaa kuwa salama, kuna changamoto nyingi ambazo zinahusika pale, ambazo kama bidhaa zisipokuwa salama, athari zinaweza kuwa za namna mbalimbali. Kunaweza kuwa na athari kwa maisha ya mtu moja kwa moja, lakini wateja wanaweza wakaathirika wakapata nafasi ya kujua kwamba bidhaa hizi ni salama, bidhaa hizi si salama. Ndio. Lakini pia kumekuwa na uzoefu kwamba bidhaa nyingi ambazo zinadaiwa kwamba sio salama huku zimepigwa marufuku, lakini ukienda mitandaoni unasikia hii hapa inakufanya sura yako inakuwa nyeupe inakuwa nyororo. Kumbe ukitumia ilikatazwa kwa sababu ina madhara kwenye afya. Sasa kwa hiyo ni eneo ambalo kidogo lina changamoto, lakini ukishajua kwamba kwa nini ilikatazwa, ni kwa sababu ilikatazwa kwa sababu moja, tuseme vipodozi vilivyo na madini ya risasi na zebaki vinaathiri figo na vinaathiri afya na hatimaye utakufa mapema. Kwa hiyo watu wakijua hivyo wataona kumbe hata nikiona imetangazwa mtandaoni bei rahisi siwezi kuifuata. Kwa hiyo ukiwakataza huku kwenye masoko ya kawaida, watu wanakimbilia mtandaoni kuziuzia kule. Kwa hiyo niletea hapa na kutumia na ya kutolea sio na nini na nini na wanafanya delivery. Popote ulipo mkoa wa Mwanza. Anafanya delivery. Kwa sasa hii akishajua kutokana na elimu hii itamfanya ajue kumbe bidhaa ambazo sio salama kwa kweli zinatutesa. Ndio. Kwa hiyo unasikia yani yule alikufa na uzuri wake hivi bado mbichi kabisa. Ndio hayo mambo. Kumbe matumizi ya bidhaa ambazo salama. Kwa hiyo bidhaa sio salama mtu akizijua zina lakini pia watu wakifahamu kuhusu hilo watapunguza madhara yanayotokana na matumizi ya bidhaa zisizo salama.
Kuna mtu bidhaa yeye akishaikuta iko dukani, hata kuangalia tarehe ya matumizi lini imeanza na mwisho lini, na pengine inatakiwa iandikwe vipi, hana yani yeye mradi hii bidhaa nilikuwa nahitaji siku nyingi sana, yani kwa nini sijanunua mpaka leo? Ananunua, atoa pesa hapo pa ananunua. Kwa hiyo tuache hizo tabia. Kwa hiyo lengo la kupeleka la kunani ni kwamba la kuleta kauli mbiu hii ya bidhaa salama ni kwamba inatuamsha sisi walaji tujue kwamba kuna changamoto zipo, ndio, na bidhaa zinapozuiliwa sio kwamba hawapendi mpendeze, hawapendi mnufaike na bidhaa hizi, lakini bidhaa hizi zingine zina madhara kwenye afya zetu. Kwa lazima tulindwe. Kwa hiyo tunalindwa kwanza kwa kuelimishwa, ndio, lakini pili sisi tuweze kuchukua hatua baada ya kuelimika kwamba hizi bidhaa huwa zina madhara. Ndio. Sawa. Mdau wetu ambao unatusikiliza kupitia Inland FM Radio, tuko na ndugu zetu kutoka mamlaka ya Tume ya Ushindani FCC ambao tuko nao hapa kwenye mvumo wetu wa asubuhi kutokea kanda ya Ziwa, na leo wanatupa nafasi ya kufahamu sisi watumiaji ama walaji wa mwisho ni mambo gani ambayo tunapaswa kuyazingatia. Moja jambo ambalo nimelijifunza na kufahamu, pengine natoka kunaweza likawa geni, ni namna ambavyo FCC wanaweza wakatoa mikataba ambayo kwetu sisi inaweza ikawa na tija ya moja kwa moja, mfano kwenye masuala ya mikopo na mambo mengine. Bwana, hongereni sana kuwa sehemu ya mvumo wetu wa asubuhi, na hongereni pia kuendelea kutoa elimu kama hii. Tume ya Ushindani na mashirikiano na taasisi mbalimbali ikiwemo wenzetu wa shirika la viwango TBS, ndio, wenzetu wa viwanda vidogo vidogo SIDO, na wakala wa vipimo na mamlaka kama zote hizi. Sasa wenzetu kama SIDO wana ofisi nadhani mikoa yote, na huwa wanatoa elimu za kuwajenga wazalishaji wadogo. Katika hizo elimu wanazozitoa kwenye wazalishaji wadogo, wakishafikia hatua zile za juu, sisi tunaweza tukaingia pale kuendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala ya bidhaa bandia, ndio, na namna gani wakileta bidhaa zao sokoni zitakuwa zinaweza kuwa na mvuto kwa kuzingatia yale mahitaji yaliyopo kwenye sheria ya kumlinda mlaji. Kuna masuala ya standard viwango na namna ya kuandika maelezo ya bidhaa kwenye sheria ya ushindani imeainisha. Kwa hiyo unawasaidia, lakini vile vile tunawaeleza namna gani wasijiingize katika namna, kwanza wasajili nembo zao ili ziweze kulindwa, lakini pili wasikopi au wasiigize nembo za watu wengine ili watoke haraka. Kwa hiyo hayo yote tunapata fursa ya kuwapatia elimu. Tueleze tu kwa uchache hapo kwenye nembo. Ni nini? Nembo ndio alama ya bidhaa ambayo inayolindwa. Okay, sasa hizi zinasajiliwa kwa mujibu wa sheria nyingine ya watu wa BRELA, inaitwa Trade and Service Marks Act, ni sheria ya mwaka 86. Baada ya nembo ile kusajiliwa, sasa inakuwa na haki ya kulindwa. Kwa hiyo sisi tukisikia yule mfanyabiashara kuna mtu anachakachua bidhaa zake huyu kwa nembo nyingine, kwa nembo kama ya yule lakini sio yeye. Yaani anatumia kwa mfano hapa mtu anatumia nembo ya Inland FM akizalisha maji. Tuna haki ya kumshtaki. Na haki ya kumshtaki. Mnaweza mkaja FCC. Huyo ni wa kwetu. Kwamba natuhujumu. Ana wahujumu. Kama juzi nimekuwa nikiona ambaye anafanya amechukua tenda ya uzalishaji wa jezi za klabu ya Simba, anaingia mtaani kutafuta wale wanaozalisha jezi bandia. Fake. Hiyo ndo nembo sasa. Hiyo ndo nembo sasa. Tumalize kwa kiongozi hapo. Tumezungumza mengi. Unaweza kuzungumza nini na mlaji ambaye anakusikiliza, lakini pia hata mzalishaji ambaye anamfikishia huyo mlaji wa mwisho? Asante sana. Cha kwanza kama nilivyosema, mlaji atambue anazo haki na pia ana wajibu. Lakini vile vile aanzishe malalamiko kwa kila manunuzi ambayo yanakuwa yana changamoto, na kiingilio cha ugomvi au kiingilio cha kuanzisha lalamiko ni kwamba atunze risiti ya manunuzi aliyoyafanya, kwa sababu bila kuwa na risiti huna uthibitisho kwamba ulipata huduma kutoka kwa huyo mtu unayemlalamikia. Kwa hiyo unapokuja kulalamika kwenye tume, hakikisha unakuwa na risiti ya bidhaa ambayo unailalamikia. Lingine ni kwamba
aanzishe lalamiko. Tumezungumza hapa kwamba kama yuko Mwanza anaweza kuja kwenye ofisi za FCC pale ghorofa ya pili, jengo la PSSF Plaza, maeneo ya Salama ya Samaki, au akapiga simu ambazo tumezitaja pale. Unaweza kuzirudia, ni muhimu sana, ambayo ni 0736 0736 33 33 55 55 11 0736. Hii ni namba ya TTCL. 335511. Ndio. Hii sio simu ya bure, kwa hiyo watatumia bando. Wazalishaji na watoa huduma wana wajibu pia. Tumezungumzia hapa wajibu, kwa mfano wa hawa watoa huduma zenye mikataba yenye vigezo na masharti, walete mikataba hiyo FCC. Ofisi yetu ya kanda ya Ziwa ipo pale. Au wanaweza ukatuma kwa barua pepe kwenda info@fcc.go.tz na wataelekezwa utaratibu wa kutuletea sisi, wa kuwasiliana na sisi ili tuweze kuweza kushughulika nao. Kilele ni tarehe 31 Machi mwezi huu wa 3. Na msikilizaji, tukushukuru sana. Tulikuwa na ndugu zetu Frank Mdimi, mkuu wa kanda ya Ziwa, tume ya ushindani FCC, lakini tulikuwa na Mgasi Kalindimia, mkaguzi wa bidhaa bandia FCC.